mbele zake. Moyo wako uruhusu tu uiname mbele za Bwana. Moyo wako ruhusu mtambue Kristo maishani mwako. Yani watu wanapokutazama wamuone Yesu. Watu wanapokutazama wasione cheo chako, wasione ukuu wako, wasione elimu yako, wasione mapato yako, wamuone Kristo ndani yako. Mwambie Bwana, nifinyange tu mchana wa leo. Nifinyange Yesu. Shatalabozai reketalabashanda rima seketalabo rima shelelelebo rakataka paseke rima shandalabozaya. Yesu, tufinyange mchana wa leo. Tunashuka mbele zako Bwana, tunainama mbele zako tukisema wewe ni Bwana, tukisema wewe ni Mungu unayestahili maishani mwetu. Katika jina la Yesu Kristo tumekuabudu Bwana na kuamini. Amen. Asanteni Voices. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Twende katika neno la Mungu. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu kukua katika nguvu. Growing in power. Na ninapoendelea na fundisho hili, chunguza maisha yako. Unakuwa ama bado umekwama katika maisha yako? Kukua katika nguvu, hayo ni maisha ya Mkristo, ni maisha ya mteule, ni maisha ya mtu aliyeokoka. Kila siku unatakiwa ukue kiwango hadi kingine. Ukijipata haukui, basi kuna tatizo. Hakuna mahali unasonga, hakuna mahali unaendelea. Unazunguka mahali pamoja. Na hayo sio makusudi ya Mungu. Nguvu ni ya kudumu ndani ya Mkristo. Nguvu ni ya kukaa ndani ya Mkristo aliyeokoka. Hata kama una huduma unafanya, unatakiwa huduma yako iwe ya nguvu siku zote. Hauwezi fanya huduma bila nguvu. Utang'ang'ana, utachoka, utalalama, utashindwa, utaacha. Huduma inayoendelea, huduma inayonawiri inahitaji nguvu za kudumu. Bwana asifiwe. Maishani mwako, kitakacholeta utofauti ni nguvu zinapokuwa na kuongezeka ndani yako. Maisha ya mtu ambaye hana nguvu wala hakui katika nguvu zimejaa matatizo,
ni maisha ambayo hayana furaha, ni maisha ambayo yanachosha, kwa sababu siku zote ni mkavu mtu huyu. Siku zote amekaukiwa. Lakini maisha ya mtu mwenye nguvu na anayekulia katika nguvu yana furaha. Bwana asifiwe. Utakapomuona mtu huyu anatabasamu siku zote, anatumaini siku zote, kwa sababu ya nguvu zilizopo ndani yake. Sijui uko fungu gani. Bwana asifiwe. Kwa sababu kile Mungu anachotaka ndani yako ni aone unakuwa katika nguvu zake. Unapanda kiwango katika nguvu zake. Unaendelea katika nguvu zake. Kwa sababu kuna sababu ya Mungu anataka fanye na wewe na maisha yako. Na pasipo nguvu Mungu hawezi kufanya chochote na wewe. Bwana asifiwe. Tamani nguvu na ukulie katika nguvu. Zile nguvu chache uko nazo hazikutoshi. Kuna maeneo utaenda nguvu zako zitamezwa. Kuna maeneo utakanyaga utakaukiwa. Lakini kama nguvu zako zinakuwa, zinaongezeka, kila eneo utakalo kanyaga Bwana amekupa. Kila eneo utakalo kanyaga unatawala. Kila eneo utakalo kanyaga unamiliki, kwa sababu ya nguvu zinakuwa, zinaongezeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma maandiko, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Bwana asifiwe. Inamaanisha nini? Hauwezi kuwa shahidi bila nguvu. Hauwezi fanya huduma bila nguvu. Hauwezi fanya lolote bila nguvu. Ni nguvu zikuingie kwanza, ndiyo mengine yafuate. Bwana asifiwe. Yesu alinena na wanafunzi wake, akawaambia, ninaenda kwa Baba, lakini msifanye chochote pasipo kupokea nguvu. Wakapewa agizo watulie katika chumba cha juu, wajifungie humo, wangoje ahadi ya Baba, wangoje nguvu. Unajua maneno hayo yalinenwa wakiwa wengi. Maana Yesu alinena hadharani, wanafunzi wako pale, makusanyiko wako pale, wadini wako pale, wakayasikia hayo ambayo Yesu anayaongea. Waliotii ni wachache, walipanda chumba cha juu wakangojea. Wakangojea ahadi ya kujazwa na nguvu. Maandiko yanasema ya kwamba walipojawa na nguvu walipata ujasiri wa kushuhudia. Hawakushuhudia bila nguvu, walingojea wapate nguvu kwanza. Walipojawa na nguvu, hata Petero mwenyewe alianza kuhubiri na ujasiri. 3,000 watu wakaokoka. Watu ambao walikuwa wanamdharau, wanamnena, wanampinga,
Lakini alipopokea nguvu, walimsikiliza, waliguswa na ujumbe, wakamtaka Yesu wa Petero. Bwana asifiwe. Bila nguvu, hata kama umejaa neno kiasi gani, hauna mvuto, hauna mguso, ni kavukavu, bado utang'ang'ana. Hata kama umeokoka miaka mingi kiasi gani, bila nguvu bado utang'ang'ana. Hakuna mahali utaenda, kwa sababu shetani kuna kiwango atakuwekea na hautakivuka, maana anajua nguvu zako ni chache. Bwana asifiwe. Walipopokea nguvu, walianza kuwa mashahidi. Na Yesu alijua protocol. Aliwaambia, mkipokea nguvu, anzeni na Yerusalemu, msiende misho ya dunia tayari. Bwana asifiwe. Unapopata nguvu, unapopewa huduma, Mungu anapokuita na kukuweka kwa madhabahu kama hii, anza kutumika kwa hiyo madhabahu. Usiseme nina mwito, nialikeni naja. Utaenda ishiwa huko, utaenda kaukiwa huko. Nguvu ukizipata, anza kwa madhabahu uliyopewa na Bwana. Tumika hapo. Anza na Yerusalemu. Tuone ukishuhudia, tuone ukiponya, tuone watu wakiokoka. Alafu kesho ukipata mwaliko wa sehemu jengine, nenda. Maana Yerusalemu tumeshaona kile Mungu ameweka ndani yako. Tumejua kuna nguvu ndani yako. Bwana asifiwe. Nguvu ukipewa, anza Yerusalemu. Usidharau Yerusalemu ulipopata nguvu. Utashindwa, utajipata umerudi tena Yerusalemu. Yesu aliwafundisha nini? Hakikisha pale unapotokea umeleta utofauti kwanza, ndio uende kwingine. Bwana asifiwe. Unapopokea nguvu, anza na Yerusalemu. Shuhudia Yesu. Ponya wagonjwa, fufua wafu, fanya huduma hapo. Huduma ziko tofauti tofauti, vipawa viko tofauti tofauti. Anzia Yerusalemu. Mchungaji wako agundue kilicho ndani yako, akunoe, akuchonge, akukuze, ndio utumwe wende nje. Ukijikimbilia nje, utaumwa huko, utaisha huko, utarudi hauna kitu. Hata kile kidogo ulicho nacho utapoteza. Kuwa katika nguvu na uzitendee kazi Yerusalemu. Walipopata nguvu, walipojaa nguvu za Roho Mtakatifu, walienea Yerusalemu mpaka wakakolea. Kila mtu Yerusalemu wanajua hawa ni wanafunzi wa Yesu. Walijulikana mpaka kwa majina yao. Ndiposa wakaanza kutoka kwenda katika miji mingine. Lazima ulete utofauti pale ulipotokea kwanza, ndio uweze kuleta utofauti maeneo mengine. Bwana asifiwe. Walipopokea nguvu, walikuwa na ujasiri wa kufanya huduma na hawakung'ang'ana. Neema ya Mungu ilikuwa pamoja nao. Kama ni kuimba, wangeimba.
Mungu angeshuka hapo, uwepo ungeshuka hapo, nguvu zingeshuka hapo, mpaka wakatabiri. Bwana asifiwe. Nguvu zikiwepo ndani yako, maisha yako hayana budi kubadilika. Kanisa la kwanza lilipokea nguvu. Lilikuwa na maono. Walikuwa wanafuatilia kile Yesu alichowaagiza, ya kwamba nituhubiri injili mpaka misho ya dunia. Hayo maono hawakuyapoteza. Walihakikisha injili wanaihubiri, wanashuhudia Yesu kila maeneo. Na walipojazwa na nguvu za Mungu ndani yao, tunaona utofauti walioufanya katika maeneo yale yao. Bwana asifiwe. Hauwezi pata nguvu na ukakulia katika nguvu na kuwe hakuna utofauti ndani yako. Hizo zitakuwa ni nguvu feki. Lakini nguvu halisia za Mungu zikijaa ndani yako, watu wataona Mungu ndani yako. Watu wataona matendo makuu ndani yako. Watu wataona utofauti ndani yako. Unahitaji nguvu na ukue katika nguvu. Bwana asifiwe. Kanisa la kwanza lilitawala, lilimiliki, kwa sababu walikuwa hawako kitupu, walijaa nguvu. Hizi si nguvu za sima wapendwa. Si nguvu za chapati. Ni nguvu za Mungu zijae ndani yako. Bwana asifiwe. Mambo ya rohoni hauwezi kuyashinda pasipo kujawa na nguvu. Vita vikija kwako, kama huna nguvu vitakushinda. Huwezi rushiwa kompora la uchawi na uchukue tonge la sima umeze. Vitu viwili tofauti. Lazima usimame, uangalie hiyo hali, ujue hii hali si ya kawaida hii. Hii si ya sindano na tembe za hospitali. Hii hali inahitaji nguvu ziongezeke ndani yangu niweze kuishinda. Bwana asifiwe. Nguvu ziongezeke mpendwa. Zitaongezekaje? Na maombi huyataki. Zitaongezekaje? Kufunga hutaki. Zitaongezekaje? Kuja ibada hutaki. Nguvu haziwezi kuja kitandani mwako ukiwa umelala umejifunika shiti unangorota. Haziwezi. Kitakacho kupata wakati huo ni kuota unanyongwa, ni kuota unajisiwa, umeletewa libaba limefanana na mume wako, unalala nalo, ukishtuka siye mumeo, umeshanajisiwa. Ama unaletewa sura ya mke wako, unajipata unalala naye usingizini kwa ndoto, ukiamka siye, ni adui amekuchezea mchezo. Kwa sababu huna nguvu na hutaki kujishughulisha. Ukijaa nguvu, ukiongezeka nguvu, adui atakuheshimu. Bwana asifiwe. Walipojaa nguvu hawa wanafunzi, walitenda mambo yasiyo ya kawaida. Ule mji waliugeuza juu chini. Ikawa kila mahali ni Yesu. Yesu wa Petero, Yesu, kila mmoja anatajwa kwa jina lake. Maana walijazwa na nguvu wakaanza kufanya mambo tofauti. Wewe umefanya nini tangu uokoke?
Ni jambo gani hata moja umelifanya la Kristo kupitia maisha yako ambalo linaonyesha hakika nina nguvu ndani yangu? Kila mtu anajijua mwenyewe. Ni kitu gani ushawahi fanya ukajihisi hakika hii ni nguvu ya Mungu ndani yangu, si mimi? Ni kitu gani? Kama ni huduma unafanya ukijisikia, hasa kama umwimbaji, nyimbo hiyo siipendi, siimbi, na ngoja ile ninayoipenda ndio nipande madhabahuni niimbe. Unafanya mchezo wewe. Kijisauti umepewa na Mungu unakichezea. Utapokonywa, atapewa ambaye hata hajui kuimba ni nini, na atatumika madhabahuni. Umepewa kuongoza ibada hapa. Eti ningepewa nihubiri kila siku, naongoza tu, sitaenda. Ni mchezo unafanya. Pata inuliwa mtu hata hukutarajia, na ataifanya ile ungekuwa ufanye, na badala ya kuinuka unakufa. Kitu ambacho unasahau ni kwamba hivi vipawa tumepewa na Kristo. Hakuna mtu alisomea, hakuna mtu mwenye degree alipa pesa yake apewe kipawa cha uponyaji. Hakuna. Ni Kristo, rehema zake, akaona huyu nisipompa hichi kipawa atasumbua, atakuwa mchawi huyu. Chukua kipawa cha kuimba hicho. Chukua kipawa cha uponyaji. Chukua kipawa cha maombi ili watu wapone. Alafu wewe unafanya huduma ukipenda. Unajua akichoka utaachwa na mwingine atafanya. Bwana asifiwe. Tumepewa na Kristo vipawa, na hatuwezi kuvifanya bila nguvu. Ukitaka kuendelea vizuri na kile Mungu alichokuthamini nacho, nguvu lazima uzihitaji, na ukubali kuwa nazo, na ukubali ziongezeke kwa kujikana kuzitafuta. Bwana asifiwe. Nataka tusome Matendo ya Mitume mlango wa 19 mstari wa 1 hadi wa 6. Akawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Unawasikia hao? Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Bwana asifiwe. Unajua hawa ni akina nani?
ni wale waliokataa kwenda chumba cha juu kungoja nguvu. Kwa sababu wamesoma shule za huduma, wanajua neno, wanasoma neno, wakaona wameiva, wakajitoa uwanjani, wanaenda wakihubiri Yesu, wanaenda wakifundisha Yesu, na nguvu hawana. Wengine wanakosea, wanauzia watu mafuta, vitambara, maji, chumvi, kila ghasia. Huku ni kwa jina la Yesu, lakini Yesu haliondolewi. Yesu liko hapo, latajwa sana tena, lakini nguvu hawana za Mungu. Wengine wanatabiri vinyumbani, wamefunga nabii mkuu, kibao kimeandikwa nabii mkuu. Wengine wameandika nabii wa moto, na vile waamini wanapenda vya moto moto, wakiambiwa ni nabii wa moto wanajipeleka, hata kama hapa ingililiki, bora wapate moto. Mmoja alienda kwa nabii wa moto, aliacha madhabahu yake, akaenda jaribu nabii wa moto. Alichomwa. Na alikuwa mama. Wa mama hamtaki kuomba, mwataka manabii wa moto. Alidanganywa na rafiki yake, twende kwa nabii wa moto. Hakuwaga hata mumewe, akaenda kwa nabii wa moto. Alirudi ana madonda. Mungu atusaidie. Vidonda haya, utamwambiaje mumeo? Alirudi mbio kwa ile madhabahu yake aliyoiacha, akatubu hapo akilia, nimedanganywa, nilikuwa nimeenda kwa nabii wa moto, one kazi ya moto. Kwa sababu alikataa nguvu. Hawa waliokataa nguvu, waliokuwa wanafanya huduma, Paulo alipita katika safari zake za huduma, akafika Efeso, akaona watu wanahubiri injili, watumishi na briefcase zao na tai zao, kila mtu anahubiri na nguvu kweli, anahubiri Yesu Yesu. Akawaangalia, akajua hawa wamepungukiwa na nguvu. Ikabidi awakusanye, awaulize hili swali. Hebu rudi hapo nyuma kidogo. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akashindwa, kwani hawa walikuwa ulimwengu gani na sisi? Kumbe ni wale watu walitaka vya shortcut. Hawakutaka kwenye kungoja mpaka wajazwe nguvu. Wakawa wanafanya vituko duniani. Ikabidi Paulo awaeleweshe, awafundishe, mpaka akawaombea, akawaekelea mikono, wakajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakaanza kutabiri pale, kunena na lugha. Akajua nimewaponya hao. Sahi kama ni utumishi watatumika tofauti, wakiwa na nguvu.
Wengine hata hamjui Roho Mtakatifu ni nani. Mko kama Hawa. Unaona ni kama ni hadithi, haustahili kuwa nayo, haustahili iwe ni wewe. Unaona hii ni ya mapastors, ni ya wale wanahubiri madhabahuni. Sasa kwako umetosheka, hata huhitaji. Wadini hawana haja na Roho Mtakatifu, maana vitabu vyao vimeshawatosheleza. Maombi yako humo, nyimbo ziko humo, kila kitu. Ambapo wamepungukiwa, pasipo nguvu, bado utasumbuka. Sasa mpaka sasa kuna watu hawajui wala hawajasikia Roho Mtakatifu ni nani. Na wamo makanisani, wana miaka mingi kwa wokovu, lakini yani kule kupata ubatizo wa Roho bado. Ni ombi langu leo ubatizwe na wewe, ujae hizi nguvu na ukulie hizi nguvu ili usaidike. Bwana asifiwe. Hawa wapendwa ilibidi waunganishwe katika nguvu kilazima mpaka waelewe. Uzuri wao walikuwa tayari. Walipofundishwa walitaka, walitamani. Wakamwambia Paulo, na sisi tunataka hizo nguvu. Walipoombewa, kuwekelewa mikono, wakajazwa na nguvu. Wakatabiri wanawake kwa wanaume. Vipawa vikachipuka vya ukweli, si feki. Wakatabiri pale. Achana ama nabii ati umeenda kuombewa ati yatapika yeye. Upuzi gani huu? Yani umeenda ombewa, lakini anayetapika ni huyo anayekuombea. Ati anatoa vitu ndani yako. Na wewe uko hapo tu. Watapikiwa uko hapo. Ukizipata hizi nguvu, vitu kama hivyo havitahusika na wewe. Hautadanganywa. Mmoja alienda ombewa na nabii. Nabii anaomba mpaka akalala usingizi. Yeye yuko pale tu anangoja. Ati nabii anamsikiza Mungu hivyo. Iwa ngorota. Hujui atamka saa ngapi. Wewe uko pale wangoja kunenewa shida yako. Na matatizo ni kuambiwa shida na huambiwi suluhisho. Eti nataka nitabirie. Anaona nini huyu nabii? Anionee. Alilala huyo nabii usingizi wenyewe. Yeye yuko pale anangoja. Mwisho akainuka akaenda zake. Sijui kama aliamka au nabii. Yani kuna vitu vingi vinatendeka pasipo kuwa na hizi nguvu. Utateswa na utateseka. Taka hizi nguvu kilazima. Ukristo bila nguvu ni sawa na Mkatoliki, ni sawa na mdini yeyote tu, ni sawa. Utofauti unaletwa na nguvu. Bwana asifiwe. Walikataa kwenda chumba cha juu, lakini Paulo alipokutana nao ilibidi wasikubali. Wakajazwa nguvu, wakatumika kwa usawa, wakahubiri injili ya sawa, wakafanya miujiza ya sawa. Bwana asifiwe.
Nataka tusome Luka 5:17. Ikawa siku zile mmojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuwaponya. Bwana asifiwe. Yaani pale Yesu alipokuwepo, uweza wake ulikuwa pale. Nguvu zake zilikuwa pale. Maandiko anasema apate kuwaponya. Yesu mwenyewe alitenda kazi na nguvu. Wewe ni nani? Yesu anaelewa lugha ya maombi. Wewe. Yesu anaelewa lugha ya kufunga. Wewe. Alipokuwa pale, wamekusanyika wengi, anawafundisha. Nguvu zake zilikuwa pale. Uwepo wake ulikuwa pale. Wagonjwa waliponywa. Ukiendelea hapo chini, kuna aliyepoozwa aliletwa. Alikosa nafasi maana nyumba ilijaa. Pale mahali palijaa, ilikuwa hakuna nafasi. Wakamshukisha na darini ili akutane na Yesu mwenye nguvu za kuponya. Yaani pale Yesu alipokuwa, nguvu zilikuwepo, na watu walienda ili wapate kuwa tofauti. Wagonjwa walikuwa pale wakiponywa, wenye dhambi wakiokoka, waliofungwa wakifunguliwa, wenye mahitaji wanatendewa. Ukijaa nguvu, popote utakapokuwa, kuna jambo litatendeka. Kuna utofauti utakuwepo. Jaa nguvu. Na ukijaa, kuwa ziongezeke. Ukijua kuna huduma umepewa, hiyo ni dalili ya kwamba kuna kanguvu. Sasa usitosheke, taka kukua, taka kuongezeka kwa kujipeana kwa maombi, kwa kulisoma neno na kulitendea kazi, kupatikana kwa ibada. Bwana asifiwe. Hauwezi fundishwa huko mitini, utafundishiwa hapa nyumbani mwa Bwana. Na ukiondokea nyumba ya Bwana, utapata walimu wengine watakufundisha huko nje, utachanganyikiwa. Yesu ni mfano mzuri. Pale alipokuwa, nguvu zilimzunguka. Alikuwa na nguvu zake za kumtosha, za kutosheleza kila mmoja. Sisi tunamfuata Yesu. Tutamfuataje bila nguvu? Tutamfuataje bila kutamani ziongezeke ndani yetu? Kuna kazi ya kufanya, wapendwa. Kila mmoja kuna jukumu la kutendea kazi maishani mwake. Haleluya. Kuna jambo muhimu lizingatie hili. Inahitajika nguvu ili utawale katikati ya maadui zako. Hilo usilisahau. Inahitajika nguvu ili utawale
katikati ya maadui zako. Bila nguvu hakuna kutawala, utatawaliwa. Mambo hayaendi, nikifanya hivi haviwi, umetawaliwa. Kuna adui mwenye nguvu kukuliko, anakufanya anavyotaka. Bidii unayo, lakini matunda huoni. Kuna mmoja amekutawala. Inakuhitaji nguvu umweke adui anapostahili, wewe utawale. Na maandiko yanasema sisi ni watawala, tumeumbwa tutawale vyote. Mamlaka ya utawala Yesu alitupatia aliposhuka kuzimu, akazichukua funguo za mamlaka, akatukabidhi tutawale pamoja na yeye. Lakini kwa nini hatutawali? Adui yako ana nguvu kukuliko, ana remote, anakupeleka kule anataka hivi. Ukitaka kuinuka anakushukisha. Kwa sababu umetawaliwa. Lakini inakuhitaji uwe na nguvu uweze kutawala adui zako. Nguvu nimekwambia haziji kitandani, lazima uzitendee kazi. Usiwe mvivu na mambo ya Mungu, kuwa mwepesi. Nguvu zitakuja na zitadumu, hazitaondoka kwako. La pili, usilisahau hili. Nguvu ni chanzo cha matokeo katika huduma. Tuna huduma tumepewa. Tutajua huduma yako inafanya kazi wakati nguvu zinadhihirika za Mungu. Lakini kama unafanya huduma na kuna kitu kimebadilika, hakuna chochote kinafanyika, bado uko chini. Lakini ukijipata unafanya huduma na kuna madhihiriko pale, kuna ishara, kuna miujiza, basi nguvu zimeanza kufanya kazi na wewe. Ndivyo Yesu alikuwa anafanya huduma. Akifanya huduma, nguvu zinamfuata, nguvu zinadhihirika, matokeo, madhihiriko, ishara, miujiza inatendeka. Jichunguze. Hiyo huduma unaosumbua watu sana nayo, kuna nguvu za Mungu zinadhihirika ama ni kelele na wapigia watu tu? Si unaona vile bado tuna safari ya kwenda na huyu Yesu? Bado kuna kazi ya kufanya. Taka nguvu, taka ziongezeke, madhihirisho yaonekane unapofanya huduma. Naomba nisome Zaburi 110. Mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atainyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zake. Uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako. Bwana asifiwe. Siku za nguvu zako ni siku hizi za sasa. Unapotumikia Mungu
unatakiwa ujiangalie maishani mwako. Je, maadui wameshawekwa chini ya miguu yangu na Kristo ama bado? Kwa sababu Bwana anasema atawaseta, atawaweka maadui zetu chini ya miguu yetu. Bwana asifiwe. Inamaanisha utatawala hilo eneo. Je, kazini unatawala? Kwa biashara unatawala? Kwa majirani pale unaishi kwa boma unatawala? Je, wameshawekwa chini ya miguu yako? Bwana asifiwe. Nguvu mpendwa unazihitaji zaidi ya sima. Unahitaji nguvu za Mungu ziongezeke ndani yako. Hizi hazipiganwe kimwili. Shetani hapigwi kimwili. Hapigwi na maneno ya mdomo, kwa kujibizana na watu, kwa kujionyesha misuli. Hapana. Kwa magoti, kwa maombi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mambo machache naomba tuyazingatie, kwa sababu tuko katika siku hizi ambapo Mungu anataka nguvu zifanye kazi na sisi. Hajatuokoa tukae, ametuokoa tutumike pamoja na yeye na tudhihirishe matendo yake makuu. Tutadhihirishaje kama nguvu hatuna? Kama tulishatosheka zamani? Yani kuna level wewe na shetani mlikubaliana ya kwamba siinuke. Alikwambia hautainuka na ukaitikia ndio, sitainuka. Alikwambia tosheka hapo, ukasema ndio, nishatosheka. Wakati Mungu anakungoja uinuke, akupandisha ile level alikusudia, akakuokoa ili utumike kwa hiyo. Kwa ajenda ama kwa kusudi la Mungu, kuna siku inayoitwa siku ya nguvu zake. Kila mmoja katika maisha yake kuna siku unatakiwa uwe unaweza sema, kuna siku nilikutana na ubatizo wa Roho. Hapo maisha yangu yalibadilika. Hapo huduma yangu ilibadilika. Ni utamani hiyo siku ya utembezi wa Roho. Yani ukikutana na hiyo siku ya nguvu zako kujazwa, kutembelewa, hakika hautang'ang'ana katika kutumika. Hautang'ang'ana katika wokovu. Itakuwa si wewe unaishi, ni Kristo. Hata haina haja uambie watu nimeokoka, nimeokoka, na ukikanyagwa hasira zishakuinuka. Watu watakutazama kwa mbali, jinsi ulivyo, unavyoishi, unavyojibeba, watajua una Yesu, umeokoka wenyewe tu hata bila kuambia. Siku ambayo wewe unatakiwa utawale na kuenea katikati ya maadui zako ni siku zile umejaa nguvu na zimeongezeka. Yani wewe hubabaishwi na lolote. Kile kinachowatishia watu kwako hata, kinachowafanya watu hawalali kwako unalala kwa amani. Si utamani. Bwana asifiwe. Kwa sababu hayo ndiyo majira Mungu anataka uwe unaishi. Hakuna jambo la kukutatiza, la kukusumbua. Umejawa nguvu. Kuna gharama mpendwa kufika hapo. Kuna vitu lazima uviache, kilazima. Uwe wapenda upendi,
Kuishi maisha matakatifu ni lazima. Kuwa mwenye haki ni lazima. Marafiki waovu lazima wachane nao. Hata kama mlizaliwa kwa boma moja na njia zao ziko hivi, lazima waache. Chunguza wale unaowaleta karibu na wewe, wanakusaidia kuinuka ama kuanguka. Jibu unalo. Ulikuwa unaomba, sasa huombi tena. Ulikuwa unatia moyo watu, sasa unawavunja. Umegeuka, umekuwa kitu kingine tofauti. Ibada ulikuwa wa kwanza, sasa ni mpaka ujivute. Nashangaa watu wanaosema hata sikujua kama ni siku ya ibada. Yaani amejisahau kabisa. Amejazwa mambo ya kumsonga mpaka hakumbuki ibada. Jawa neno la Mungu, wachana na maneno. Ukijawa neno, nguvu zitafanya kazi na wewe. Haleluya. Kanisa ambayo ni wewe limewekwa kuonyesha ulimwengu ya kwamba linajibu. Yaani wewe vile ulivyo, Mungu amekuokoa na amekuweka pale ulipo vile ulivyo, uwe jibu kwa ajili ya ulimwengu huu. Utakuwaje jibu mwenyewe nguvu huna? Hata kusikia Roho Mtakatifu hujamsikia. Ubatizo wa Roho Mtakatifu hujakutana nao. Haujawahi jazwa kibinafsi ukasema siku fulani tarehe fulani Yesu alinitembelea. Kuna jambo lilitendeka maishani mwangu si la kawaida, na tangu siku hiyo maisha yangu ni tofauti. Kwa sababu wewe ndiwe jibu la ulimwengu, na hauwezi kuwa jibu la ulimwengu kama nguvu huna. Tamani nguvu. Tamani nguvu ziongezeke. Haleluya. La mwisho, lazima utambue nafasi yako. Lazima utambue nafasi yako. Usipojielewa, shetani atakuondoa katika nafasi yako. Ukishaelewa nafasi yako, umewekwa na Mungu hapo ufanye nini, nguvu kwako hazitakuishia hata kidogo. Utazitamani kila wakati. Utafanya juhudi ziongezeke, na utakuwa mtumishi bora mbele za Bwana, anayestahili taji siku hiyo ya Bwana. Kama kuna ombi na kuombea, nguvu zako ziongezeke. Achana na Ukristo wa kawaida, hautakupeleka popote. Hautakusaidia. Nguvu zako ziongezeke. Zikiongezeka, ulimwengu, wewe utakuwa jibu kwa ajili ya huo ulimwengu. Naomba usimame.